Ni neno ambalo linaonesha njia za Mungu ambazo muamini anatakiwa kuzifuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu lina maonyo na makatazo ambayo yanamtaka muamini afanye haya na asifanye haya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu lina maarifa ambayo yanampa muamini namna gani atembee, namna gani afanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu lina mafunuo ambayo yanamfunua Mungu mwenyewe kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa unasoma neno, ndivyo unapozidi kumjua Mungu. Kwa sababu Biblia inasema hapo mwanzo alikuwapo neno, na huyo neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maanake unapozidi kusoma neno la Mungu, ndivyo ambavyo Mungu anazidi kujifunua, na ndivyo unazidi kumfahamu. Bwana Yesu asifiwe. Na unapomwamini Mungu, maanake huwezi kuamini kitu usichokijua. Bwana Yesu asifiwe. Na utakijua wapi? Utakijua kwenye neno, kwa sababu neno ndio Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema pia neno la Mungu ni taa na mwangaza wa njia zangu. Kwa hiyo maanake Mkristo anapokuwa hana neno, maanake ni kama mtu anayetembea gizani. Ukitembea gizani, kunaweza kuwa na jiwe mbele yako na usilione. Kwa hiyo utajikwaa. Ukiwa unatembea gizani, huwezi kuona kitu gani kinakuja mbele yako. Kwa hiyo kitu chochote kinaweza kikakumbaa na kikakuangamiza. Kwa hiyo ni hatari sana muamini anapotembea bila neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Muamini anapokuwa hana neno, ni rahisi sana kutenda dhambi. Kwa sababu Biblia inasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Sasa kama halijui hilo neno, maanake akishawishika tayari anaingia kwenye mtego na anatenda dhambi, anaanguka. Lakini muamini anapokuwa amejaa neno la Mungu, anaweza kuvuka na asitende dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana.